Anaamini mambo yanayohusu vijana yakizungumzwa na vijana wenyewe hueleweka zaidi, na ndio maana amewekeza muda wake mwingi kwenye kuandika kazi za fasihi zinazohusu kundi hilo. Licha ya kuwepo sera na miongozo mingi inayohusu kundi hilo, bado wenyewe wanapaswa kusimama kueleza wanaokabiliana nayo na kushirikiana fursa na mbinu za kutatua changamoto wanazokutana nazo. Huyu ni Abdulkadir Thabiti Massa, mwandishi wa vitabu vya fasihi ambaye kwa sasa ameandika vitabu vya hatima iliyofutika na katika kivuli cha ulimbukeni ambavyo vinapatikana katika jukwaa la kidijitali la Mwanakliki. Nimeandika vitabu viwili. Nimeandika hatima iliyofutika na katika kivuli cha ulimbukeni. Lengo la kwanza la kuandika vitabu hivi ni waguse vijana wenzangu. Kwa hata characters niliowatumia huko, main characters wahusika wakuu ni vijana. Nikianza na hatima iliyofutika, nimemtumia binti akiwa kama mhusika mkuu kwenye kitabu hicho. Na wakati niloutumia ni wakati wa kipindi cha janga la corona. Akiwa kama mwanafasihi, Massa ametumia sanaa ya uandishi kuzungumza na vijana na kuwasilisha yanayowakabili kupitia vitabu hivyo ambavyo amevisambaza katika jukwaa linalofikiwa zaidi hadhira yake. Nchini kwetu kuna sera nyingi sana za kuinua vijana, kuna sera nyingi sana za kusupport vijana. Na ndio maana unaona hata kwenye mataasisi mbalimbali, vyama mbalimbali, vijana huaga wanapewa space yao, wanapewa nafasi yao. Kwa kutambulika wanatambulika, kuacha hawajaachwa. Lakini hiyo haitoshi. Lazima sisi vijana, sisi kama wasisi, pia tuweke nguvu yetu kwenye kuhakikisha kwamba kwanza vipaji vyetu vinaonekana, vipawa vyetu vinaonekana, lakini changamoto zetu pia zinafikishwa kwenye jamii. Lakini pia kufunzana wenyewe kwa wenyewe. Pengine vitabu vya kuhusu vijana angeweza kuandika mzee au mtu mzima kwa sababu yeye kashapita kwenye ujana, anajua zaidi. Pengine angeweza kufanya hivyo. Lakini sisi tuko wapi? Kwani sisi hatuoni? Tuviandikie mapema. Tuviaddress mapema. Wenzetu wavipokee. Tutengeneze uwanja wa kufanya majadiliano ya kifikra pamoja. Hichi sikaandika kijana mwenzako. Akiandika kitu kijana mwenzako, wewe upokee kama maelekezo moja kwa moja, unachanganya na akili yako. Mtu mzima akiandika kitu maana yake anakufunza, wewe unapokea. Lakini akiandika kijana mwenzako, unatengeneza space kichwani ya kujadili na yeye. Huyu ndugu yangu alikuwa anakusudia nini hapa? Kwa nini asingesema pia hivi? Ameliacha hili. Kwa nini ameliongelea hili? Kwa pia vijana wenzangu naenda kuwafungua fikra, naenda kutengeneza platform ya sisi sasa kufikiria kwa pamoja masuala yetu. Amewataka vijana wenye kujipambanua na kujitengenezea kesho iliyo bora na sio kupoteza muda mwingi kufanya mambo yasiyokuwa na tija. Mimi naambia vijana wenzangu, maisha hayaanzi kwenye utu uzima. Maisha yanaanza leo. Na msingi wa maisha yako unaanza kuutengeneza leo. Sasa kuna umuhimu mkubwa wa kujipambanua mapema. Na kujipambanua kuko kwa namna nyingi, sio tu kwa kuandika vitabu. Sisi tunaoandika vitabu tunataka tu kushiriki fikra zetu na wengine. Tunajaribu kushiriki fikra zetu na wengine, lakini vijana wenyewe wana nafasi ya kujipambanua mapema. Sasa watasema kuna vijana wanapoteza muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii, lakini wapo vijana ambao wanafanya maendeleo sasa hivi. Mimi nawaona, mimi nakutana nao. Sasa tusijisahau sana. Ujana upo lakini tusijisahau sana. Mimi na wasihi vijana wenzangu tusijisahau sana. Tutenge muda mdogo kwa ajili ya, kwa sababu mambo ya vijana yako mengi, kuna michezo, kuna nini, tataka tu nini, energy tunayo bado. Na hivi vitu baada ya muda fulani vitapotea, tutakuwa na nguvu ya kuvifanya tena, vitaondoka. Lakini tusisahau kutenga muda mwingi kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri ya kesho yetu na kesho ya vizazi vyetu. Tunasoma mavioni, lakini tuwe na fikra nje ya darasa. Kama kuna vipaji, kama kuna uwezo mwingine, kama kuna skills nyingine ambazo unaweza kuzidevelop, huu ndio wakati. Utakuja utawalaumu baadaye watu, utasema bwana
wale wametuacha, wale tulikuwa nao tu shuleni, lakini wenzenu walijipambanua mapema.